Pia ukitaka kuonekana wewe una dini, Biblia na Qur'ani inasema kwamba kubaliana na amri 10 za nani? Za Mungu. Halafu ufanye matendo nini? Mazuri. Hiyo ndio inaitwa ni jamani? Dini. Na amri 10 za Mwenyezi Mungu, ya kwanza inasemaje kwenye Biblia? Soma kwenye Biblia Kutoka 20, ya kwanza imeandikwa hivi. Haraka. Fungu la kwanza. Kutoka sura ile ya 20. Fungu la 3. Kutoka 20 fungu la 3 maandiko yanasema. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Basi. Ni amri ya ngapi? Ya kwanza. Kwenye Biblia. Qur'ani 17 fungu la 22. Amri ya kwanza kwenye Qur'ani, sikiliza. 17 fungu la 22, amri ya kwanza kwenye Qur'ani. Imeandikwa Sura ya Israeli 17:22 inasema. Usifanye Mungu mwingine. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Umesikia hiyo? Maana yake usiwe na miungu wengine. Hiyo ndio amri ya kwanza kwenye Biblia na kwenye Qur'ani. Amri ya pili kwenye Biblia inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu baba zao, hata kizazi cha 3 na cha chukiao. Nami na warehema 1000 wanipendao na kuzishika amri zangu. Usijifanyie sanamu ya kufanya nini? Ya kuchonga. Ni amri ya pili kwenye Biblia. Kwenye Qur'ani 22 fungu la 30 anasemaje? 22:30. Amri ya pili kwenye Qur'ani. Amri ya pili soma. 22:30 inaitwa Sura ya Al-Haji inasema. Namna hivi iwe. Basi jiepushe na uchafu wa masanamu. Ujiepushe na uabudu wa masanamu. Jiepushe na uchafu wa manini? Wa masanamu. Kwa maana ya kwamba usiabudu nini? Sanamu. Amri ya pili kwenye Biblia na Qur'ani. Ya tatu kwenye Biblia fungu la 7 inasema. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu ataja jina lake bure. Qur'ani 7:105 ameandikaje? 7:105. Tunakuonyesha amri 10 za Mwenyezi Mungu ndani ya Biblia na Qur'ani. 7:105 hii inaitwa ni Surati Al-Alaf. 7:105. Bismillahirrahmanirrahim inasema. Yanipasa niseme juu ya Mwenyezi Mungu lolote ila kwa haki tu. Kwa yakini. Unapaswa usiseme lolote, yani usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, ila ni kwa haki tu. Hiyo ndio amri ya 3 kwenye Biblia na nini? Na Qur'ani. Amri ya 4 kwenye Biblia Kutoka 20 fungu la 8 maandiko yanasema. Ikumbuke siku ya Sabato itakase. Siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote. Lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako, wala binti yako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mnyama wako wa kufuga, wala mgeni ya ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hiyo ni amri ya ngapi jamani? Ya 4 kwenye Biblia. Qur'ani inasemaje amri ya 4? 4:154. 4:154 ambayo inaitwa ni Surati An-Nisa 4:154. Ufafanuzi kipengele C. Ameandika soma. Bismillahirrahmanirrahim nasema. Na baada ya kutoka katika hiyo miji na vijiji vya Sham waliambiwa waiadhimishe nini? Siku ya Jumamosi. Waiadhimishe hapa, yani Qur'ani inafafanua zaidi. Waiadhimishe siku ya lini? Ya Jumamosi. Kwa kuifanya waifanye ni siku ya ibada tu. Waifanye kuwa siku ya ibada tu. Si siku ya kufanya kazi. Sio siku ya kufanya nini? Kazi. Fungu la 47 ameandikaje? Hiyo 4:47 ameandika nini? 4:47 hii Surati ya Nisa anaendelea kusema hivi. Enyi mliopewa kitabu. Nyinyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Aminini tuliyoyateremsha. Yaaminini
lakini tuliyoyateremsha, yote yaliyoteremshwa, yanayosadikisha yale yaliyo nanyi, yaliyosadikisha yale yaliyo nanyi, kabla hatujazigeuza nyuso tukazipeleka kisogoni, kabla hamjageuziwa nyuso na zikapelekwa kisogoni, au kabla ya kuwalaani, kabla ya kuwalaani, kama tulivyowalaani watu, kama walivyolaaniwa watu walioharibu utukufu wa Jumamosi, wakauharibu utukufu wa Jumamosi. Na amri ya Mwenyezi Mungu, amri ya Mwenyezi Mungu kufanywa, lazima kufanywa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hiyo ni amri ya ngapi jamani? Ya 4. Ndani ya Biblia na ndani ya Quran. Sikiliza amri ya 5 kwenye Biblia. Kutoka 20:12 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Na amri ya 5 kwenye Quran imeandikwaje? Kitabu 17 fungu la 23 ameandika hivi. 17 fungu la 23 umeandika hivi. 17:23 hii inaitwa ni surati Bani Israeli. Bismillahirrahmanirrahim inasema, na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yeyote. Msimwabudu yeyote ila yeye tu. Na ameagiza kuwafanyia wema wakina nani? Mkubwa wazazi. Wakubwa watu gani? Wazazi. Kuwaheshimu watu gani? Wazazi. Hiyo ni amri ya 5 kwenye Biblia na nini? Na Qur'an. Amri ya 6 kwenye Biblia. Kutoka 20 fungu la 13 inasema, ameandika nini? Usiue. Na amri ya 6 kwenye Qur'ani 17:33 17. Hebu rudi 4 fungu la 29 ameandika hivi. 4 fungu la 29. Hii inaitwa ni surati An-Nisa. 4:29. Bismillahirrahmanirrahim nasema, enyi mlioamini, msiliane mali zenu kwa batili. 1. Isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana baina yenu. Endelea. Hiyo inajuzu, wala msijiue. Wala msiue wenzenu. Kwanza msijiue, yani usijichome kisu, usijinyonge, usikunywe sumu, na usijiue wala kuwaua wenzenu. Ni amri ya ngapi hiyo? Ni amri ya 6 ndani ya Qur'ani, ndani ya Biblia. Amri ya 7 kwenye Biblia. Ya 7 kutoka 20 fungu la 14 inasema, usizini. Amri ya 7 kwenye Qur'ani 17:32 ameandikaje? Hii surati Bani Israeli 17:32 inasema, wala msikaribie zina. Msikaribie nini? Msikaribie zina. Amri ya 8 kwenye Biblia, kitabu kile cha Kutoka 20 fungu la 15 inasema, usiibe. Amri ya 8 kwenye Qur'an 5:38 ameandikaje? 5:38. 5:38 hii ni surati Maida. Surati Maida inasema hivi. 38. Soma. Bismillahirrahmanirrahim. Na mwizi mwanaume na mwizi mwanamke ikateni mikono yao. Ukiwakamata mwakate nini? Mikono. Kwa hiyo inakubali, inakataa usiibe. Hiyo ndio amri ya 8 kwenye Biblia na Qur'ani. Amri ya 9 kwenye Biblia 20:16 kutoka inasema, usimshuhudie jirani yako uongo. Na amri ya 9 kwenye Qur'ani inasemaje? 22:30 22:30 22:30 nasema, na jiepusheni na usemi wa uongo. Jiepusheni na usemi wa uongo. Hiyo ni amri ya 9 ndani ya Biblia na Qur'an. Tunaingia ya 10 ya mwisho kwenye Biblia. Kutoka 20 fungu la 17 inasema, usitamani nyumba ya jirani yako. Usitamani nyumba ya jirani yako. Usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Amri ya ngapi hiyo? Ya 10 ndani ya Biblia. Ndani ya Qur'ani, kitabu cha Qur'ani 22:4 fungu la 32 ameandika hivi. Qur'ani 4:32 ameandikaje? 4:32 ameandika hivi. 4:32 hii inaitwa ni surati An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala msitamani vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewafadhilisha baadhi yenu. Msifanye nini? Msitamani. Hizi ndizo amri 10 za Mwenyezi Mungu. Qur'ani inasema kanzu sio dini. Dini ni kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Na leo napenda nikusisitizie, kanzu sio dini, au sio Ukristo, sio Uislamu. Kuvaa suti sio Ukristo, sio dini. Kuvaa pamba, piga pamba zako zote, wini uwinyavyo, lakini kuwini kwa pamba za mavazi sio dini. Dini ni kuzishika amri 10 za Mwenyezi nani? Mungu. Ziliandikwa ndani ya Biblia, zikaandikwa ndani ya nini? Ya Qur'an. Wale watakao zivunja amri hizi hakika hawataingia katika uzima wa nini? Wa milele. Kitabu cha Mathayo 19 ndilo fungu la mwisho. Kama kuna swali liandae. Ameandika hivi fungu la 17. Mathayo 19 fungu la 17. Fungu la 17 maandiko yanasema. Anzia 16. Ameandika hivi. Na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili niingie, ili nipate uzima wa milele? Nitende jambo gani jema ili niupate uzima wa milele? Akamwambia, Yesu akasema, kwani kuniuliza habari ya wema? Uniulize habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Lakini ukitaka kuingia katika uzima. Ukitaka kuingia katika nini? Ukitaka kuingia katika uzima. Ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Bwana asifiwe. Amina. Ukitaka kuingia katika uzima, baba yangu, mama yangu, kaka na dada, kama hitaji lako ni kuingia kwenye uzima wa milele, zishike nini? Amri zilizoandikwa ndani ya Biblia na ndani ya nini? Ya Qur'an. Bwana asifiwe. Amina. Get the point. Take a step forward.